Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha kana, ikiwa mmoja wenu inqita'i min ad-dunya, anaondoka duniani, wa iqbalina lil-akhirah, na anaelekea akhira, nazala alayhi al-malaika. Yule mtu anapokuwa katika sa'atul ihtidhar, sakarat al-maut, wale malaika wanamshukia wengi, yajlisuna madda al-basar. Wale malaika wanapokuja pale, nyinyi mnamshughulikia mgonjwa wenu, mnampa maji, mnamwita madaktari, lakini yeye yuko katika idhaa nyingine kabisa. Mawasiliano ya dunia yameshakatika. Hapo anaona viumbe maisha yake hajawahi kuona, naye ni malaika. Akiwa ni abdu salih, akiwa ni mtu mwema, mtu mzuri, wale malaika wanakuja, nyuso zao nyeupe zinang'aa kashams, utaona ni mfano wa jua. Yajlisuna madda al-basar, wanakaa umbali wa nguvu za ule macho yake, sehemu inaweza kuona. Thumma yaji'u malakul maut, kisha anakuja malakul maut. Sasa bimaana kazi ya kutoa roho, malakul maut ana jeshi lake, sio peke yake. Wale wanakuja kumpa bishara njema na kumwambia usiwe na wasiwasi, wewe unakokwenda kule ni kuzuri. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit, Allah anawajaalia wale wema qawli thabit. Wale malaika wanaambia kwamba wewe unakokwenda kule unakwenda kuzuri, usihuzunike. Ndio pale baadhi ya watu wanapatikana kutoa kalima ya shahada, wengine wanacheka, wengine wanasema marhaban. Anakaribisha nani pale? Watu madaktari wanakwenda mbio, wengine wako pale, yeye anaambia tu marhaban. Marhaban biman? Almalaika. Wale watu wema baadhi yao imepokewa kwamba wanaambia watu karibuni. Nani wanawakaribisha isipokuwa ameona malaika? Ni hadithi ya Bwana Mtume ambaye ni sahihi. Na ikiwa ni mtu muovu ni bilaks, mtu mbaya, kafir, fajir, munafiq, anashukiwa na malaika sudul wujuh, nyuso zao nyeusi giza, kuja na asira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yajlisuna madda al-basar, vile vile wanakaa umbali wa nguvu ya macho. Thumma yaji'u malakul maut, kisha anakuja malakul maut, vile vile anakuja kuchukua roho yake.